Karibu sana Wealth and Lucky Rings kutoka Tanzania. Karibu sana kwenye channel pekee inayokupa fursa ya kujifunza pete mbalimbali ambazo zimekuwa zikitumika kwenye safari za mafanikio ya watu mbalimbali. Karibu sana sehemu nyingine ya kujifunza kuihusu pete ya Pishu Rings, pete ambayo tumekuwa tukisambaza hapa Tanzania na watu wengi sana wamekuwa na matokeo mazuri sana. Tulikuwa na sehemu ya kwanza, tulijifunza kuhusu pete ya Pishu pamoja na mnyama Pishu, tukajifunza sifa, tukajifunza faida zake kwa mvaaji wake, tukajifunza masharti yake, tukajifunza nguvu yake, na video zote zipo kwenye hii channel, na ukitaka kuzitizama rudi kwenye video za nyuma, utaweza kuzitizama vizuri kabisa. Lakini nafahamu kwamba watu wanakuwa na maswali mengi sana, na kama hatutakuwa na majibu ya maswali ambayo watu wanauliza, bado watu watabaki na maswali ambayo hayana majibu, jambo ambalo linakuwa si sahihi. Tumekuwa tukisisitiza watu kuingia Google na kusearch kuhusu pete ya Pishu. Lakini vile vile tumekuwa tukisisitiza watu kuingia kupitia YouTube na kusearch kuhusu pete ya Pishu na ukapata kujifunza. Lakini kumekuwa na changamoto ya lugha. Watu wengi sana wanakuwa na changamoto ya kuielewa lugha ya Kiingereza, na hii inapelekea watu wengi sana kuweza kuwa na maswali ambayo yanahitaji kupata ufafanuzi kwa lugha nyepesi ambayo ni Kiswahili. Jioni hii ya leo tutapata fursa ya kujifunza ama kujibu maswali kadhaa ambayo yamekuwa yakijirudia ya mara kwa mara kwa watu wengi sana. Swali la kwanza linauliza, je, hii pete ina uhusiano wowote na pete za Freemason? Je, hii pete ya Pishu Rings ina uhusiano wowote na pete za Freemason? Jibu la moja kwa moja bila kumung'unya maneno, pete ya Pishu haina uhusiano wowote na imani ya Freemason ama pete zinazomilikiwa na Freemason. Katika kuifuatilia pete ya Pishu, sijaona mahali popote ambapo wanaihusisha pete ya Pishu na pete ya Freemason ama imani ya Freemason. Kwa hiyo jibu langu la moja kwa moja litakuwa ni kwamba pete ya Pishu haina uhusiano wowote na imani ya Freemason. Hili likae vizuri kabisa. Hapapo mahali ambapo mimi nimesoma makala nyingi, nimeangalia video nyingi, hapapo mahali ambapo kuna statement inayosema kwamba kuna uhusiano wa pete ya Pishu na imani ya Freemason. Hapapo. Swali la pili, huyu anauliza, je, pete ya Pishu Rings ina kafala? Anauliza, je, pete ya Pishu Rings ina kafala? Jibu la moja kwa moja, pete ya Pishu Rings haina kafala, na katika kuifuatilia vile vile sijaona mahali popote panapozungumza kwamba pete ya Pishu Rings ina masuala ya kafala ndani yake. Hapapo. Hata wewe pia ukipata fursa ya kwenda kuifuatilia, imani yangu ni kwamba hapapo mahali ambapo panasema kwamba pete ya Pishu Rings ina masuala ya kafala. Hapapo. Swali lingine, je, pete ya Pishu Rings ina masharti? Ndiyo, pete ya Pishu Rings ina masharti makubwa 4 au 5 hivi, na ili kuweza kuyafahamu masharti hayo, tizama video iliyopita baada ya video hii, kwa maana video za nyuma zinaeleza vizuri sana kuhusu masharti 5 ya pete ya Pishu. Huyu anauliza, anasema, je,
iwapo nitakiuka masharti ya pete ya Pishu Rings, nini kitatokea? Iwapo nitakiuka masharti ya pete ya Pishu Rings, nini kitatokea? Hakuna madhara yoyote ya uharibifu yatakayojitokeza kwako. Mfano wa madhara hayo yenye uharibifu, mfano kufilisika. Hakuna madhara ya jamii hiyo yatakayojitokeza kwako. Madhara yatakayojitokeza ni kustrike ama baadhi ya mipango yako kutokwenda kama ambavyo unapanga. Ile careness uliokuwa unaipata kutoka kwa watu itapungua. Vitu kadhaa havitakwenda kama ambavyo unataka viende. Kwa kitu ambacho au madhara ambayo yatatokea ni madhara yanayohusiana na kushuka kwa ufanisi wa pete ya Pishu, lakini hakuna madhara kusema sio utafilisika, sio utafanya hiki. Hapana, hakuna madhara ya aina hiyo. Lakini vile vile katika kuifuatilia pete ya Pishu, hapapo mahali ambapo nimeona wanazungumza kwamba kuna madhara kwa mvaaji wa Pishu iwapo atakiuka miiko yake, na kama yapo ni yale yanayopelekea ufanisi wa pete yenyewe kushuka. Kwa maana kama ilikuwa inakupa matokeo fulani mazuri, basi haitakupa hayo matokeo mazuri. Huyu anauliza swali lingine, anasema je, pete ya Pishu Rings inavaliwa mkono gani? Kwa mujibu wa taarifa mbalimbali kuhusu pete ya Pishu Rings, unaweza ukavaa mkono wowote na kidole chochote, lakini ili uweze kupata matokeo yenye uhakika, inashauriwa uvae mkono wa kushoto kwa upande wa mwanaume na mkono wa kulia kwa upande wa mwanamke. Kwa upande wa mwanaume au mwanamke wote inashauriwa kuvaa pete ya Pishu Rings katika kidole cha tatu kutoka kidole cha mwisho, yaani dole la kati. Nafikiri nimeeleweka vizuri hapo. Ili kuweza kupata matokeo mazuri, inashauriwa utumie ama uvae kwa mwanaume mkono wa kushoto na mwanamke mkono wa kulia, lakini uvae kidole cha tatu kutoka mwisho, kwa maana kidole cha kati. Je, itachukua muda gani pete ya Pishu Rings kuanza kufanya kazi na kunipa matokeo? Pete ya Pishu Rings, kama ambavyo ulisikiliza ama tulitoa somo kuhusiana na nguvu ambayo inakuja na pete ya Pishu, ipo ile nguvu ambayo inakuja pale unavyokuwa unaivaa tu ile pete, yani kunakuwa kama na hali fulani ya kupigwa ganzi, alafu hali fulani inatokea ya energy fulani inaingia ndani yako, ambayo inakupa utulivu, inakuja na matokeo aina mbili. Inakuja na utulivu, inakuja na utulivu wa mwili na akili. Lakini baada ya hapo itachukua takriban siku 3 kutengeneza combination ama bond kati ya mvaaji na yenyewe, na kisha baada ya hapo utaanza kuona matokeo, na itachukua takriban siku 3. Baada ya hapo utaanza kuona ile matokeo. Kadri unavyozidi kwenda na kadri unavyozidi kufanya kazi, ndivyo utakavyoweza kuona matokeo makubwa sana ya kuivaa pete ya Pishu. Swali lingine anauliza hapa, anasema je, pete ya Pishu nikiivaa inaweza kuathiri mifumo yangu mingine ya utafutaji kupitia wataalamu wangu? Okay, sawa. Swali hili anasema je, iwapo atavaa pete ya Pishu itaathiri mifumo yake mingine? Unafahamu watu wana mifumo kwenye utafutaji wa riziki. Anauliza sasa, je, itaathiri hiyo mifumo? Hapana. Pete ya Pishu haitaathiri mifumo yoyote, kwa sababu yenyewe inafanya kazi kupitia asili yako binafsi. Kwa hiyo haitaathiri mfumo wowote wa utafutaji wako ambao uko nao, kwa sababu unajua kila mtu ana secret na vitu vingine. Kwa hiyo haitaathiri chochote. Lakini vile vile
inashauriwa pia kwa wale ambao unaona nguvu asili ya pete ya pishu haikupi matokeo ambayo wewe unataka kwa chapchap, unaweza ukaiongeza energy, kwa maana ukapata fursa kwa wale watu ambao wamepata elimu nzuri kuhusiana na masuala ya nyota na vitu vingine, kwa mfano mashehe, ukapata fursa ya kukaa nao and then wakaweza kuiongeza energy zaidi. Lakini pia kuna mtu mwingine anauliza, okay, nalijibu hili, nimeshalijibu kwamba haihusiani. Lakini vile vile mtu mwingine hapa anauliza pia kwamba je, kwa sisi aidha dini ya Kiislamu ama dini ya Kikristo, je, pete ya pishu inaathiri chochote kwenye imani ya mtu? Jibu langu ni hapana, haiathiri chochote kwenye imani ya mtu, kwa sababu mimi binafsi sijaona mahali popote katika kuifuatilia pete ya pishu ambapo wanaeleza kwamba labda Mkristo hatakiwi kuvaa au Muislamu hatakiwi kuvaa, na kama kivaa basi nini kitatokea. Hapapo mahali ambapo nimeona inaelezwa kwa mfumo huo. Lakini swali la mwisho, je, pete ya pishu, hapa nimerudia swali, na haya ni maswali machache ambayo yamekuwa yakijirudia mara kwa mara. Sasa nafikiri nikaona ni muhimu sana tukaweze kuyajibu ili tuweze kupata ufahamu wa pamoja, na uzuri ni kwamba watu wameweza kujifunza kwa kasi kubwa sana, kitu ambacho nimefurahi. Karibia wadau wetu wote ambao wanafikia hatua ya kuinunua pete ya pishu, unakuta amepata fursa ya kuifuatilia kwa muda mrefu, amesha screenshot picha nyingi sana, kwa anakuwa na maswali mengi sana. Na miongoni mwa swali ambalo limekuwa likiulizwa sana lingine ni lile swali linalosema ni je, nitaitambuaje pete fake ya pishu rings na pete original ya pishu rings? Majibu ya swali hili tutakuja nayo punde kupitia video itakayofuata baada ya video hii, kwa sababu ni swali muhimu na linahitaji majibu sahihi ili watu waweze kutambua pete ipi ni original na pete ipi ni fake. Lakini swali lingine, je, kuna utofauti wowote nikinunua pete ya pishu inayouzwa Alibaba na hii? Utofauti upo tena mkubwa, lakini utofauti huo tutakuja kuutaja pia ama kuelezea kwenye video itakayofuata, ambapo tutazungumzia pia vitu vingine ambavyo vinahusu pete ya pishu rings. Kwa nini? Kwa sababu watu wanahitaji kupata kitu ambacho ni original, na ni pete original ya pishu rings ndiye yenye matokeo. Ukipata pete fake ya pishu original au ya pishu rings, hautapata matokeo ya aina yoyote. Mimi binafsi ninunua pete ya kwanza, sikupata matokeo yoyote. Nikanunua pete ya pili, sikupata matokeo yoyote, mpaka pale nilipoelekezwa jinsi ya kupata pete original, nikafuatilia, nikanunua, nikatumiwa. Baada ya kuona inafanya kazi na inanipa matokeo ambayo nilikuwa nimejifunza na kuona kweli na yao matokeo, ndo hapo nikaweza kuona sasa hii inaweza ikawa ni nafasi pia ya kuwapa watu wengine na wakaweza kuipata hii pete ambayo ni original. Lakini swali lingine ambalo limekuwa likiulizwa sana ni kuhusiana na iwapo pete ya pishu rings ufanyaji wake wa kazi umeegemea kwenye eneo lipi. Hili ni swali ambalo pia tutakuja kujibu kwenye video itakayofuata, kwa sababu unafahamu tayari tumetumia dakika takriban 14, tunaelekea dakika 15. Kwa hivyo tutaomba tuandae video fupi hii, and then video itakayofuata tutaenda kujibu maswali mengine ambayo yamekuwa yakijirudia zaidi. Je, una swali gani kuhusiana na pete ya pishu rings? Usiache kuandika swali lako kwenye comment, and then tutakuja kulijibu swali hilo. Lakini vile vile kama umesha ona matokeo mazuri kwa wale ambao tayari wameshaitumia pete ya pishu, basi unaweza ukaandika pia maoni yako kupitia channel yetu, na tukaweza na watu wengine wakaweza kujifunza na kuweza kuona reality, kwa sababu watu wengi sana wamekuwa na mtizamo na wamekuwa na mrejesho mzuri sana. Mfano mdogo tu ni kuna mdau wetu mmoja yuko Arusha kama sikosei, ni msanii anafanya live band music,
na anasema kwamba kwa sasa kikweli akisimama stejini akaimba, of course watu wanakuwa na shauku ya kusikia mziki wake, lakini vile vile wanakuwa wanamtuza sana, tofauti na kipindi cha nyuma ambapo anaweza kapanda stejini akaimba kuanzia mwanzo mpaka mwisho, watu wasiwe na ule mwamko wa kuweza kufanyaje, kupenda kile kitu ambacho yeye anakifanya. Una maoni gani? Pete za Pishu Rings tumebakiwa nazo chache, kwa hivyo weka oda yako, fanya malipo, tunakutumia popote ulipo. Kwa habari ya uaminifu na masuala mengine, tafadhali tembelea mitandao yetu ya kijamii, kwa maana Instagram kupitia Wealth and Lucky Rings, and then kupitia Facebook Wealth and Lucky Rings. Angalia posti za nyuma, utaona namna ambayo unaweza kufanya delivery ndani ya masaa 24 pekee. Unakuwa umepokea pete yako kutoka mikoa yote ya Tanzania, na ndani ya masaa 5 pekee ndani ya Dar es Salaam unakuwa umepokea pete yako ukiwa Dar es Salaam. Karibuni sana, usikae mbali na channel yetu.